Haleluya, haleluya tena. Majina ni Pius Musyoka, Gospel Cleaner. Nimerudi tena kwenu nikuwaletea neno la Mungu venye limeandikwa. Leo sisomi neno, leo nataka kuwasimulia hadithi ama story niko nayo, hasa kwa vijana wenye wanataka kuingia kwa mahusiano ama kwa kuingia kutafuta ama wenye wanaendelea kutafuta ama wenye wamesha kuingia kwa mahusiano. Naomba unipe sikio yako, naomba unisikizie. Kama chochote utashika kizuri kinaweza kurekebisha ama kusaidia kichukue na kikusaidie. Karibuni watu wa Mungu, niko na story niko nayo leo, ama kuna kitu nataka kuambia siku ya leo. Niko na story iko hapa. Siku moja palikuwa kijana aliyekuwa amelelewa na babake, na walikuwa maskini, hawakuwa na upato mwingi vile, na akaenda town kutafuta ama akaenda mjini akatafuta, hakufanikiwa, akarudi mjini, akarudi tena kijijini. Penye alikuwa kijijini alipata babake anang'ang'ana tu na maisha huko kijijini, na huyo kijana alipata na msichana mwenyewe alikuwa ametoka mjini akaenda kijijini, na alikuwa chenye kilimpeleka kilimrudisha nyumbani msichana, alikuwa na shida ya macho, hakuwa anaona, na venye macho ilianza kumsumbua akaanza kuona, bwanake alimwacha. Venye alifika kijijini alipata na huyu kijana na yeye ametoka mjini, na wakapendana. Kijana akaona msichana na akampenda, na palikuwa mzee mwingine alikuwa kwa kijiji amelelewa hapa, na baba akamwambia kijana, akaambia kijana yake, kwa nini umependa huyu msichana na ametoka mjini na unjui tabia zake na unjui alikuwa anaishi aje huko? Akamwambia baba, mimi nimependa huyu msichana. Baba akamwambia, naona siku hizi umeshakuwa mwenye hekima ama elimu ya mapenzi ya upendo, unaelewa sana kuliko mimi babako. Huyu msichana ako hapo mjini wa fulani fulani, namjua mzuri kutoka kulelewa kwake, anatia tabia zake, anaweza kuwa bibi mzuri sana ukimuoa. Kijana akaambia babake hivi, baba, huwezi chagulia mwenye taoa, mimi nimependa huyu kifofu. Baba akamwambia sawa, mimi nimeacha, wewe naona uko na degree ya mapenzi. Kijana wazazi walijaribu sana kumkanya kuhusu msichana, lakini hakusikia. Walijificha mapema sana, wakaenda mjini huyo msichana. Kijana hakuwa na kazi, alikuwa tu anafanya kazi ya vibarua. Aling'ang'ana akapata pesa, akatibisha yule msichana, macho ikaona. Siku alitoka hospitalini, penye alikaa kwa nyumba, kijana alikuwa anakaa single room. Msichana aliuliza kijana, hapa ndio tunakaa? Akamwambia hii siku zote tulikuwa tukakaa kwa hiyo nyumba, na hii kitanda ndio tulikuwa tunalalia. Akamwambia hii kitanda ndio tunalalia masiku yote. Kijana akamwambia, kwa nini umeniuliza hivyo? Msichana akamwambia hapana, imenipendeza. Wakakaa mwezi kwenda mwezi rudi. Siku moja kijana akaachia msichana pesa na akaenda kazini. Kurudi alipatana na barua kwa meza. Msichana amemwandikia kwamba nimeshukuru sana kunishughulikia ukanitibisha nikapona, lakini siwezi endelea kukaa kwa huyu maskini. Mimi nimeshukuru, tafuta mwanamke mwingine anaweza vumilia kukaa kwa maskini kama huyu. Kijana alilia sana, alikumbuka ile neno babake alikuwa anamwambia, alishindwa ya kufanya. Alikaa akaona ni mzuri arudi mjini tena, kijijini tena kuona babake. Penye alifika na kusimulia babake chenye kilitokea. Baba alicheka. Kijana akamuuliza, badala uumie, uone vile naumia, unacheka? Akamwambia ehe, nilikukanya. Niliona wewe uko na ujuzi mwingi sana kujua mapenzi. Ona sasa yenye napitia. Baba alitoka akaenda. Kijana alikaa akafikiria akaona ile imebaki. Pesa yote ametumia alitibisha msichana na alienda. Ile imebaki ni kujitoa hai. Akaenda akatafuta kamba ajiue yani. Sasa ule msichana alimwacha huko kijijini. Kwa bahati mzuri akawa anaokota kuni. Akapata kijana anataka kujiua.
Akamwambia, he brother, nini unataka kufanya kaka? Akamwambia, mimi nimepitia magumu sana. Mwenye nilienda naye nimemtia pesa zangu zote na zimeisha, na akaniacha, sina maisha tena, wacha nijue. Msichana akamwambia, badala ujinyonge hiyo kama tu kadogo, siote kupatia kubwa ujinyonge. Uache babako akiteseka, akichekwa, akiambiwa ulizaa mjinga. Ona sasa amejua sababu ya msichana ampendi. Ona anajua kwa sababu ya msichana. Kijana akamwambia, hili likufe kuliko kuishi nikikumbuka yamepita. Akaambiwa, ni mzuri na kupatia kama kufa ujinyonge, ukufe rahisi ama isikatike ukijinyonga, ili babako achekelewa akiambiwa hakuna aliyemzaa mjinga kama wewe, hakuna aliyekuwa na mtoto mjinga kama wewe. Anajua kwa sababu mwanamke ambaye ataachwa akiishi na mwingine akifurahia maisha yake. Kijana hiyo neno ilimguza. Akamuuliza, kwani sisi unaniambia hivyo? Akamwambia, shuka nikuambie kitu. Akashuka. Penye alishuka alimwambia Yahya, kuna maji aina mbili. Kuna maji aina mbili. Kuna maji iko mahali kwa shimo, imekusanisha kaiendi. Hiyo maji si mzuri ya kukunywa. Iko na madhara kubwa sana kwa mwili yako. Inaweza kupatia kipindupindu ama ikuambukize magonjwa makali ya tumbo. Akampeleka maji ingine ilikuwa inatembea, inaenda. Akamwambia, ndio maji inatembea. Hii maji ni mzuri sana ya kukunywa kwa sababu inatembea, uchafu isimami mahali pamoja. Akamwambia, sijashikanisha hii mafumbo yako. Akamwambia, iko hivi. Kuna wanawake unawaona huko nje wanatembea, wanapendeza sana, sura yao inapendeza, lakini kile kiko ndani yao si kama yenye wanaongea. Midomo yao ni tamu sana, lakini ile roho iko ndani yao ni chungu, ni sumu, ni wambaya, ni waofu. Wanaweza kuwa saa yoyote ile, nao ni kama ile maji imekusanyika mahali pamoja, haitembei. Na kuna hii maji inatembea. Ni wale wanawake unaona kama hawajielewi, wanavaa tu venye wako tu, hawaingilii mambo ya dunia, unaona kama ni washamba. Hao wanawake ukifunguliwa mioyo zao ni wazuri sana wa kuishi na wao, hawana makali yoyote ile, lakini wengi hawaoni hao. Wanaona hii maji imekusanyika, hii maji inakaa kama ni mzuri kiwa mahali pamoja, ndio wanaona kama ni mzuri. Ndugu yangu, saa hii uko kwa mahusiano ama unatafuta mchumba ama unatafuta wa kuoa, unaona hao wanawake wamejipaka, wako wazuri, wanapendeza sasa kwa kisura, maneno yao maongezi yao ni mazuri sana. Hata ndio tutowaambia kwamba ongopa sana mwanamke mkora, maneno yake ni matamu sana, clips zake udondoka na mafuta, kitanda yake utandika mzuri kabisa, lakini mwisho wake ni mauti, ni kilio kikubwa. Kakaangu mpole, papote huko na kuonya, unapoingia hasa kuingia kwa mahusiano, chunguza sana, nani huyu unaoa, nani huyu unachumbia, kwa sababu wengi unaona tu wanang'aa, hawayuko hivyo kwa roho zao, ni wakuumiza siku na wengine. Wengine ni wauaji, wengine hata kukaa na wao ni ngumu sana. Dada, wanaume unaona hawa wanasema gari, au unaona tu wananyamaza, wanaongea mzuri saa wanakuchumbia, wacha upeleke kwa hiyo nyumba yake, utashangaa huyu ndiye alikuoa ama ni mwingine. Wengine umbandilika kama simba mwenye kwao kuna mahembe, kama uko kwetu Kambani, ukiona kuna maembe, ukiona saa imeanza kuiva, huwa inapendeza sana, inakaa mzuri ama inakaa tamu sana, lakini ukiikata ndani sasa utaichuna, utapata imeoza. Wanawake wengine wako hivyo, na pia wanaume wengine wako hivyo. Mtu venye unaona akitembea akiwa si venye yako kwa moyo wake, utamtambua saa utaishi naye. Chunguza sana saa unaingia kwa uhusiano, chunguza sana hao watu unaona kwa mitandao, sana sana wanawake wachungi sana, pia wanaume wachungi sana wako kwa mitandao. Vijana sasa hivi unaona na mitandao, nani huyo umuona kwa mtandao na umpende na hujamuona lile.
Ni nini mmefungwa akili na mtandao? Kwanza ona mtu kwanza, ujue ni mzee ama ni kijana, ameoa ama anadanganya tu hajaoa. Usikimbilie hii maneno. Ndoa penye unaonanga watu wakiwa kwa ndoa, sio wenye kwa ndoa. Penye unapenda mtu saa hii upendo huko, mkikaa miezi 3 upendo uisha. Hiyo nyumba sasa mnakuwa bibi na bwana, kila mtu anatoa makali yake. Sasa ndio naona ndoa mingi huvunjika na miezi ama miaka, kwa sababu kwanza hukujua tabia mwenzako au kujua mwenzako kwa vipi. Nikimalizia hii story yangu, huyo kijana venye huyu msichana alimwambia hivyo, walitoka na yeye, na msichana alijaribu sana kumtoa mauchungu kwa moyo wake, na kijana akatulia na akapeleka nyumbani. Walikaa na hiyo msichana alikuwa tu jirani, anakuja na msabia anaenda. Siku moja akiwa analima, msichana alikuja na akiwa amebeba miogo na chai. Akamwambia, hii miogo nimekuletea wewe na chai. Kijana akamwambia, baba mimi sina njaa. Msichana akamwambia, sawa, ni mzuri, mimi niko na njaa, hata niko nimekasika, acha mimi niko na maungumu gani, siwezi chukia chakula kwa sababu chakula inajikosea na tumbo haijakosewa na chakula. Msichana alianzia kukula. Kijana akaona kweli chakula itaisha, alikimbilia mkono akachukua na wakaanza kucheka. Kijana fenya alirudi peke yake kwa nyumba, akatambua kumbe upendo si sura. Kumbe watu wazuri si sura, si figa, si rangi. Kumbe ni moyo wa mtu. Alijihukumu moyoni. Niliacha huyu msichana ikakimbilia mwingine, sura niliona tu. Nilimkataa ihali kwa mtu niliona kwa sura na sikuwa nimemchunguza. Alirudi kwa ile msichana akamwambia hivi, nimetambua upende sio sura, na kuomba tu uwe bibi yangu. Msichana alimwambia kwamba umechelewa kwa sababu siku ulinikataa na ukaniacha, nilionekana na mwingine na akanioa. Samahani, pole sana. Kijana aliumwa sana, aliachwa akiwa anawaza. Msichana alitu tena siku ya 3, akamuuliza mbona uko na mawazo mingi? Akamwambia kwa sababu mimi sina bahati, kwa sababu mimi si wote mnatamani kunimuue, kitu inatokea na inafunga hiyo barabara na nacho peke yangu. Alamwambia hapana, usikufe moyo, endelea kung'ang'ana. Kumbe babake alikuwa ameambia kijana kwamba vijana wengi huanzia na upendo wa 100%, na venye siku inaenda inafungua, 0% zinafungua mpaka zinafika 0. Na kuna wengine huanzia na upendo 5%, na penye masiku inaendelea kupanda hadi 90% inaweza kufikia 100. Akajua ya kwamba huyu msichana hata kama aliambia ameoleka, huenda anidanganya, kwa sababu kila siku anakuwa kujulia hali. Penye siku inaendelea ndio tunaendelea tu kwa karibu na yeye. Akamwambia sawa, nataka hivi, wacha uwe rafiki yangu, sasa tuachane hiyo mapenzi. Tuwe marafiki sasa. Akamwambia rafiki, hiyo haina shida, tutaishi tukiwa marafiki. Siku iliendelea kuendelea. Ule msichana alimwacha mjini, alikuja na alikuwa ameoleka bwana ako na pesa mzuri. Ule alikuwa amekojoka macho, alirudi tena. Akakuja na baba ya huyu kijana, alikuwa amekosana na baba ya huyu msichana kwa sababu alimsomea akimuuliza, kwa nini msichana wako alifanyie kijana wangu hivi? Penye alikuja kwa kijana nyumbani, akamwambia mnikome, nitawafungisha nyinyi wote polisi, ndawapeleka nyinyi wote na baba yako, usikirudi kwa babangu. Kijana, kumbe ile msichana mwingine alikuwa hapo, akamwambia kijana hapana, sema sawa ili iishe. Kijana alisema sawa, ikaisha. Siku venye zilienda kuendelea, kijana na huyu msichana mwenye alikuwa kijijini waliendelea kupendana. Walianzia ukilima. Kumbe msichana alikuwa amenanganya kijana ameoleka na hakuwa ameoleka. Ilifika mahali akakumbali wakaoana.
Walikulima, walifanikiwa, walikuwa na ng'ombe, mbuzi kwa wingi, walibarikiwa na mali na vichaka. Ule msichana alimwacha, alimtibisha na akamwacha. Ule bwana alimwacha, kumbe alikuwa bwana wa mtu, alimwacha. Maisha ilibadilika na ikawa hakuna nafasi tena anaweza rudia ule kijana, kwa sababu waliachana hivyo. Ndugu, usidharau mtu kwa kumuona venye yako sahi. Usione sura uchukie. Sura mzuri uchukie mwenye ana sura ama ana figa. Ujui chenye kwa koro yake ni nini. Ukitafuta